We maskini. Mamako naona na maisha ya tabu sana. Alafu una delay kazini. Unategemea unaweza kumsaidia mamako au unahitaji mamako afe? Alafu isitoshe, hata akifa una uwezo wa kumzika na una hata $5. Kwa hiyo kuwa makini na kazi yako. Usiku wa manane nipo getini peke yangu, baridi kali lakini machozi ndio blanketi yangu. Mama anaumwa nyumbani, hana hata dawa. Moyo wangu umechoka lakini sina namna sawa. Kila siku matusi ndio chakula kazini. Mara wewe mlinzi, kama sina thamani duniani. Nikitabasamu kidogo wanaona nimekosea, wananitisha kufukuzwa. Dadangu, kuna jambo nataka tuzungumze mdogo wangu. Unajua wewe una bahati sana. Unajua mdogo wangu, tangia ukiwa mdogo mpaka sasa hivi, yani najivunia sana. Umekuwa ni msichana ambaye unajitambua sana. Yani sijawahi kukuona ukiwa na mwanaume. Hilo najivunia sana. Bro bana, niko hivi kwa sababu kila kitu unanipatia. Hakuna jambo lolote naweza kukuambia ukasema kwamba mdogo wangu mimi sina. Kwa hiyo malezi yako wewe hapo ndo umenifanya mimi mpaka sasa hivi najitunza. Nikupe hongera, pia niseme asante sana kwa kunilea vizuri. Sasa najua nazungumza haya yote, hujaelewa nini ninachoweza kumaanisha. Tatiana, kuna mwanaume anayekupenda sana. Mwanaume? Lakini huyo kijana anataka kukuoa kabisa. Huyo kijana ni smart sana. Huyo kijana ana sifa zote za kuwa mume wa mtu. Ina maana atakulinda kama malikia hivi. Kwanza dadangu, ni kijana ambaye anajitambua. Pili, ni kijana ambaye yupo smart kichwani. Afu tatu, ni kijana ambaye ana maisha mazuri. Ina maana nikimaanisha kwamba ataweza kukutunza tofauti na vijana wengine huko mtaani ambao hana kazi ya kufanya. Bro, kwa hiyo jinsi unavyoniona mimi nakaa hapa nyumbani, sina mahusiano na mwanaume yote yule. Nilikwambia nahitaji kuolewa sasa hivi? Au ndio umeona ni fursa sahihi ya wewe kunitafutia mwanaume kunioa? Kwa karne hii sasa hivi, ni mwanamke yupi ambaye anatafutia mwanaume kumwoa? Kwa kweli mimi siwezi kuafikia hilo swala. Sihitaji kuolewa na wewe mwanaume na simhitaji katika maisha yangu. Tatiana, ni kitu gani ambacho unachoongea? Au unafikiria kabisa mimi ni mjinga? Sikiliza nikwambie wewe. Mimi nimekuwa wa kwanza kuliona jua. Na mimi ninajua mema kabla yako wewe hujaweza kuumbwa. Shelewa. Kwa hiyo unataka kubishana mimi, kukimaanisha kwamba haupo tayari na Elise eti? Bro, naomba unisikize kwa makini. Tena sana. Kama ni mwanaume kunioa mimi, nitamtafuta mwenyewe. Na nitamtambulisha mbele yako. Na sio wewe kuinuka hapa na kwenda kunitafutia mwanaume uko nje. Mimi sijashindwa kumtafuta mwanaume ambaye nampenda. Na uende ukaombe huyo mwanaume ambaye simjui na sihitaji kumjua. Siko tayari akatafuta mwanamke mwingine uko kumuoa, lakini sio mimi. Mama, pole sana. Na mimi nitakuwa sawa tu. Kifua mwanangu kimenibana sana. Basi kama kifua kimekubana, kuna dawa madi sawa mama. Kuna dawa. Maji. Pole mama. Asante mwanangu. Basi twende ndani kupumzika.
kwa sababu umechoka sana na kifua kimekubana kiasi hicho. Na mimi ukipumzika utakuwa sawa. Twende ndani ukalale. Lakini pia mama, utabakiji peke yako hapa kwa sababu mimi nitakuwa narudi kazini. Alafu bosi ni mkali sana. Nisipokuwa hapo kazini hata siku moja atakuwa anielewe. Haina haja, twende kupumzike. Alafu kisha pumzika mimi nitaenda kazini, baadaye nitarudi kuangalia mara moja afu nitarudi na kazini. Sawa mama? Sawa mwanangu, lakini nitakuwa sawa. Sawa, nimekuelewa. Twende basi ukalale. Usiku wa manane nipo getini peke yangu. Baridi kali lakini machozi ndio blanketi yangu. Mama anaumwa nyumbani, hana hata dawa. Moyo wangu umechoka lakini sina namna sawa. Kila siku matusi ndio chakula kazini. Mara wewe mlinzi kama sina thamani duniani. Samahani Zai, na maongezi nayo muhimu sana. Nataka niongee na wewe. Kwa hiyo please, kama utajali, hata kama sio kwa sasa, hata baadaye, lakini naomba sana niongee na wewe kwa sababu maongezi yangu ni muhimu sana kuliko chochote kile. Ongea haraka haraka, na kazi nyingi za kufanya. Tena uongee sasa hivi hapa. Sina muda kupoteza. Siwezi nikaongea hapa kwa sababu ni jambo la muhimu sana. Na naamini endapo tukipata muda mzuri wa kuongea, basi utanielewa kila kitu ambacho tunataka kuongea. Na kama ulivyosema, muda huu uko busy. Kwa hiyo nadhani itakuwa vizuri sana baadaye tukiongea. Na ingependeza zaidi ingekuwa nje ya hapa kwa sababu hapa sio sehemu nzuri sana kuongea mimi na wewe. Kwa hiyo nakuomba sana Zai, fanya juu chini upate muda ambao tuongee. Sawa? Nimekuambia siwezi kutoka. Umesikia? Naona una cha muhimu cha kuzungumza. Alafu naomba uwe bize na kazi zako. Nikipita hapa getini, naomba usinishike mkono wangu kuanzia leo, ni mwanzo na mwisho. Vipi Biri? Mbona unaonekana leo una furaha sana? Kulikoni mwanangu? Mpemba, katika siku ambazo nina furaha, leo ni siku ambayo nimewahi kufurahi sana kuliko siku zote. Yaani nina furaha kiasi kwamba siwezi kuelezea furaha yangu. Unakumbuka nilikwambia mpango ulionipa ni kabambe? Na dili la kumpata Tatiana limetiki. Umeleta ujumbe mzuri sana. Simona, maamuzi uliotaka kuyachukua mwanzo yalikuwa ni maamuzi mabaya. Alafu sio maamuzi mazuri. Simona sasa hivi kwambia nenda kwa wazazi wake kaongee nao. Wakikubali, wakikuulizia uwe nao mtoto wao fresh. Ila nilikwambia kabisa wakizingua ndo urudi tena. Simona, umeenda umekubaliana na wewe. Je, umelionaje hilo sasa hivi? Hivyo ndo ninavyokuambia sasa. Nimeenda kuzungumza na kaka yake. Afu kumbe kaka yake yule ni Apito. Yule Apito mimi nafahamiana naye toka zamani. Kwa hiyo amenihakikishia nitampata Tatiana. Na kwenye hilo amenisihi kabisa kwamba niondoe wasiwasi. Kwa sababu yule mdogo wake anamsikiliza sana yeye kuliko mtu yeyote. Mpemba, hapa sasa hivi ninavyokuambia sasa, wewe jiandae. Jioni tunaenda kupati. Tukale nyama, tunywe, tulewe, kama ni kuzima uzime, tufurahie. Wewe mwanangu, hili jambo sio la kupita hivi hivi, ni lazima tufurahi. Unanirudishaga sana nyuma enzi zangu za starehe. Unajua unaponiambia mambo masuala ya kuenda kujiandaa, si kwenda kufanya party. Oya, mimi sitaki mambo mengi bila rafiki yangu. Sitaki kuingia gharama kwa sababu hiyo. Sasa sikiliza. Ukishinda kukutana na bla zake, kikubwa ambacho mimi nakitaka bila rafiki yangu, ni muone yule demu uko naye. Nitafurahi sana kuona uko naye yule demu. Unajua mpaka nakuonea wivu. Yaani sikutegemea. Mimi nilijua utakuja na majibu ya kwamba umekataliwa. Da. Ama kweli mapenzi hayachagui. Ila sio mbaya. Mpemba, unaanza kuleta habari gani tena? Wewe unanionea hivi mimi kumpata Tatiana? Hasa ndo nini? Mimi nakwambia tufurahie tu. Yaani unaonekana kama vile huamini au unaanza kuleta wivu tena mwanangu? Biri, sijamaanisha hivyo rafiki yangu. Okay, anyway. Ushanivuruga kwanza. Sikia, wewe jiandae jioni tunatoka. Tunaenda kufurahia. Mwanangu haya ni mafanikio ujue. Afu yule mtoto mimi nampenda sana ujue. Sawa.
Usiku wa manane nipo getini peke yangu, baridi kali lakini machozi ndio blanketi yangu. Mama anaumwa nyumbani, hana hata dawa. Sondo, mambo? Moyo wangu umechoka. Poa. Safi. Vipi, Tatiana yupo? Tatiana nesi yupo ndani kwa sababu toka asubuhi hajatoka. Lakini pia unapaswa kutambua kitu kimoja. Mimi majukumu yangu ni kulinda tu basi. Hayo mengine sio majukumu yangu. Tumeelewana? Kwa nini Sondo? Mbona una majibu ya shortcut hivyo? Ufanani nayo kabisa. Okay, anyway, tuachane nayo. Vipi? Naweza kupata namba yako ya simu? Maana kuna muda huwa namtafuta Tatiana simpati kwa wakati. Lakini nikiwa na namba yako itakuwa rahisi sana mimi kumpata. Please nakuomba. Mimi sina simu. Wewe naye unakosaje simu? Sawa. Kwa hiyo naomba nikuletee simu. Vipi? Utakuwa tayari? Sihitaji simu. Ungehitaji simu basi ningenunua mwenyewe. Kwa hiyo haina haja ya kununulia simu au kunitafutia simu. Hilo swala pia lipo ndani ya uwezo wangu. Sondo. Yaani mbona wewe ni mkaidi hivyo? Yaani na uensamu wote huo afu unakuwa mkaidi. Ufanani hata kuwa hivyo. Okay, sawa. Uendelee huko sawa. Mimi nipo ndani basi. Kweli dunia ina mambo ya ajabu sana. Yaani sijawahi kuona Getman handsome kama huyu. Usiku wa manane nipo getini peke yangu, baridi kali lakini machozi ndio blanketi yangu. Mama anaumwa. Ngole, vipi yule mshikaji wako ambaye mlikuwa unapita naye mtaani muda wote na waona? Siku hizi simuone. Yuko wapi? Unamzungumzia jamaa yupi na yupoje? Mrefu mwembamba hivi. Wewe unamzungumzia Sondo? Yeah. Ndo huyo kabisa. Siku hizi simuone. Yuko wapi? Yaani kwa ufupi, Sondo maisha amembadilisha sana. Na maisha yake kwa kweli ni yanahuzunisha kupitiliza. Kwa sasa hivi ninavyozungumza na wewe, Sondo anafanya kazi ya ulinzi. I say. Yule jamaa Ndiyo. anakuwa mlinzi wa geti. Yule jamaa ambaye alikuwa bisho. Yaani sikuamini kama siku moja anaweza kufanya hiyo kazi. Kwani mamake ana matatizo gani mpaka anaamua kufanya hiyo kazi ya ulinzi? Kwa sababu sikutegemea. Anafanya kazi ya ulinzi. Na ukiangalia nyumbani kwao, yeye ndio tegemezi. Na kwa muda huu ninavyozungumza na wewe, mama yake ana matatizo makubwa sana. Na ndo maana ameamua kuachana na maisha ya mtaani kwenda kufanya kazi. I say. Mpe jamaa pole sana. Kumbe sisi wanadamu hatujui maisha yetu ya kesho. Basi kama ndo familia amtegemea, inatakiwa pambane tu. Ya, ni kweli, maisha ndo yapo hivyo. Okay. Ongea haraka haraka maana kuna kazi ndani zinanisubiri. Asante kwa muda wako Zai. Kusema ukweli, mimi kuna vitu vinanisumbua katika akili yangu. Na hiyo vitu vinanisumbua baada tu kukuona wewe. Yaani kusema ukweli muda mwingi sana natumia kukuwaza. Na sio kukuwaza tu. Mpaka kukuota na kuota wewe. Na pia matendo yako, matendo mazuri sana. Yaani ni mwanamke ambaye mwenye nidhamu zote. Kwa hiyo kupitia hilo, mimi naipenda sana ukarimu wako. Unajua Zai, wewe ni mwanamke tofauti sana. Yaani una makundi ya ovyo. Unafanya kazi zako kwa bidii na pia unaonekana na malengo makubwa sana. Kwa hiyo naipenda sana ulivyo. Mbona unazunguka sana? Si uongee ulichoniitia hapa. Ni kitu gani hicho? Maana nimekataa kuongea na wewe lakini umeng'ang'ania tuzungumze. Ni kitu gani hicho? Mimi nakupenda. Na hili swala nimekaa nalo muda mrefu sana. Mpaka nimeshindwa kuvumilia. Ndio maana niko nakuforce sana tukutane na tuongee. Kusema ukweli,
wewe ni mwanamke kipekee sana. Naamini tukichanganya mawazo yako na mawazo yangu, basi tutapata kitu kikubwa sana. Naomba uendelee ninachozungumza. Mimi kilichonileta hapa ni kazi, sio kuhusu mapenzi, umesikia? Naomba unisikilize kwa makini Sondo. Familia yangu yote inanitegemea mimi. Nimekuja kufanya kazi ili niwasaidie wao, na mshahara ninaopata hapa unasaidia familia yangu na mimi pia. Kwa hiyo naomba uniache, usije ukavuruga mipango yangu. Usinifanye hivyo Zai. Mimi nimeongea kutoka ndani ya moyo wangu, na nimeongea ukweli wangu. Yaani mimi sio rahisi kukuambia wewe hivyo. Na kama kusema eti una malengo, unataka kusaidia familia yako, na mimi pia na mama pia nataka nimsaidie mama yangu. Kwa hiyo vyote hivyo vipo na tutavifanya. Lakini tu kusema kunikataa sio vizuri Zai. Hebu angalia upande wangu, nielewe. Naumia kwa ajili yako lakini Sondo, naomba unielewe. Siwezi kuchanganya mapenzi na kazi. Yaani mimi kiukweli bro wako anazingua sana. Ananikera kinyama yani. Sijui sasa hivi kawa chizi. Yaani mimi sielewi kwa nini amefikiria kunitafutia mwanaume wa kunioa. Na ingalia kuwa mambo yameshapita na wakati. Yaani hayo mambo ni ya wazee wa zamani yalishapita. Sasa hivi kila mtu anastahili kumchagua mwanaume anayempenda au mwanamke anayempenda ili mradi amuoe. Sio tu kuchaguliwa na ndugu yako au na mzazi wako. Sasa sijui kakako ni kitu gani kimemvuruga mpaka mimi anatafutia mwanaume. Ingalia kuwa mimi najua kabisa kuna mtu nampenda. Japokuwa sijamwambia kwa sababu najua anaweza kukasirika zaidi. Misho unaelewa kabisa mimi nampenda Mlinzi. Tena nampenda sana. Kaa chini na kakako ongea naye. Aache huo ujinga na ufanya. Sihitaji mwanaume alenitafutia. Sasa sister mimi namwambia nini bro? Yaani namwambiaje, naongea naye nini? Wewe unajua unamjua yule akishaamua lake ameamua. Ana uwezo kukusikiliza wewe Mishi. Unajua pale kwetu wewe ndo mtoto wa mwisho. Kwa hiyo unaweza kuzungumza naye akakuelewa. Takufikiria. Lakini sasa nafanyaje kazi hivi hivi, nitoe basi. Hata 50. Napata motisha kufanya kazi, unajua? Au fanya laki kabisa sister. Ili motisha ipande nini, unaelewa? Yaani udogo tabia yako huwezi kuiacha kabisa. Unapenda hela kama umezaliwa nazo. Poa, mimi nitakutumia hiyo hela baadaye. Nitakutumia kiasi cha 300 tu. Sister michezo hiyo, naijua kabisa. Nitumie kwanza miamala isome, kisha soma mimi kazi yako naifanya fresh. Ila bila hivyo mimi sifanyi. Sasa ole wako nikutumie. Usifanye kazi yangu. Nitakuzingua. hivi pole unashinda kuwa na huruma wewe. Haujali kuhusu mimi. Haujali upendo wangu kwako. Mimi nimekwambia kabisa nakupenda kutoka moyoni. Kwa hiyo nikataa. Mimi na kasoro gani lakini? Kwa nini unipendi? Au mimi sina haki ya kuwa na mwanamke kama wanaume wengine? Hebu Zai nielewe basi. Mimi nakupenda kweli mwenzio. Wallahi na hapa nakupenda Zai. Sondo, nimekwambia sikutaki na sikuhitaji. Au unataka kuharibu kazi yangu? Hapa kilichonileta ni kazi, sio mapenzi. Kuanzia leo hiyo mwanzo na mwisho kunifuata mimi. Sondo, naomba unisikilize kwa makini. Na ukiendelea kunisumbua namwambia bosi. Nimekwambia sitaki, naomba unielewe. Sitaki ujinga wako. Sondo! तेरी बाहों में दुनिया मेरी, तेरी सांसों से चलती जिंदगी, जब तू हंसती है मेरे सनम, चांद भी शर्माए उसी घड़ी, दिल ये मेरा बस तेरा हुआ, तेरे बिना